Oi. Yeah. Mambo vipi? Fresh. Shwari. Mungu anasaidia. Kama kawa, kama dawa. Kama jana, kama kesho vile. Bwanangu. Au nikushike bega. Angalia wana sasa hivi hali inatisha ndugu yangu. Wewe unaogopa kushika bega? Wewe. Asa side wao. Unachokupa nini? Wewe. Jambo hilo sio la masiala kabisa hilo. Hilo sasa hivi. Kwa moga. Hata sisimizi tukigusa sasa una. Acha oga. Bwana Ndio. Ndugu yangu tumeanza juu kwa juu tuseme. Tumekaabia juu kwa juu. Ni kama hivi nilivyozungumza kwamba kuna hizi tetesi wanazosema kwamba bwana ukishikwa bega tayari mtu anaondoka na mali zako. Ndio. Unaona? Ndio. Na kama unavyojua kwamba mali zile zikiondoka basi tena wewe sijui unatafuta nini tena hapo sio wewe tena. Sasa hivi kweli kwenye hizi tetesi ni kweli au ni maneno tu, maneno ya kuja na kuondoka, maneno ya misimu, hizi taruki za misimu? Maana nakumbuka ameshakuja mambo mengi, ashakuja watu wa vipara. Ndio. Sio wakaja watu si wenye kiganjani. Sio, yani kuna mambo mengi yanakuja na kuondoka, yanakuja yanaondoka, zikaja popo bawa. Sasa limekuja hili ndugu yangu. La ukishikwa begani basi unajikuta huko hamna kabisa. Na sasa hivi kweli ni kwamba unakuta hamna kabisa kweli au yani hamna kabisa, hamna silidi au ni hamna nini? Alafu ni kwa mwanaume tu au na kwa mwanamke? Yani hapo bwana kwa tetesi maana uhakika ule wa ndani haujapatikana bado kwa kina sisi, labda wenzetu kama wamepata, ila bwana tetesi kidogo kama ulikuwa na 2 kama ulikuwa na 7 hivi unapunguziwa, unaachiwa 2 au 1. Kwa hiyo maana inapunguza kabisa, ni kama yani inapunguzwa. Kama ulikuwa ni mtu mzima basi unarudi mtoto mdogo, cha mtoto, yani uko cha mtoto. Sasa nao wanalomba sasa, kama wanakuwa chacha kidogo kubwa wanapeleka wapi, cha kidogo wanakitoa wapi kuwasha wewe? Sasa hapo bwana, huo utaalamu wao ndio hujafahamika. Lakini sasa hivi ndio tatizo lishakuwa bwana, linatisha mpaka tunaogopa hata kutembea. Naona huko taruki zinatokea, watu wanapigwa, watu wanaumizana, mtu anasema mimi kanichukulia, mimi sina, mimi nataka nirudishie. Lakini sasa nashindwa kuelewa kama kuna uko, ila mimi kwa imani yangu nitaendelea kubishi siku zote. Yani nitabishi kwa hili. Yani mimi nitakuwa mbishi na nitakuwa mwisho kuamini kuhusu swala hili. Mimi siamini kama ni kweli. Japo kwa hata polisi wenyewe washazungumzia hili swala. Serikali imezungumzia, unaona, na wakuu wamesema kwamba bwana hili swala sio la kweli, halina ukweli ndani yake. Lakini japo kwa waliongea kwamba kuna ukweli ndani yake, tunaona sisi huku jamii huku bado ndo kwanza linazidi yani walivyosema tu kama limepanda tena, yani limepanda mara 2 yake. Bado matukio yanaendelea kuonekana, huyu kashikwa hapa, huyu kashikwa hapa, huyu sikafanya hivi. Mara Mbezi huko tena Mbeya ndo kabisa. Sasa hapa yani tufahamu lipi kwamba ni ukweli au sio ukweli? Unajua haya matatizo haya na inawezekana ikawa kweli au sio kweli. Kwa sababu gani? Wanasema labda sisi ambao bado hatujatokewa tunaweza tukasema sio kweli kwa sababu bado halijatutokea. Labda inawezekana kwa kweli kwa sababu kidunia ilivyo kweli bwana, mazingaombwe yapo. Yapo. Huenda tu vikundi labda vimeamua kuchafua nchi, ushelewa. Yani mambo yako mengi. Na hili swala yani mpaka mtu kufikiria yani kufikiria akaamini kama sio kweli. Ndio. Anarudi kule kwamba serikali haiwezi kanitangazia mimi kwamba ni ukweli kwamba mtu akikushika kwenye bega zile nyeti zako zinaondoka. Ina maana zikiondoka zinaondoka kwa njia ya kishirikina, kwa sababu njia ambayo tunaiona sisi kabisa ya kudhibitisha ni ile mtu anachukua kisu pengine labda anakata. Unaona kabisa kakata, hamna. Sasa serikali haiwezi kusema ni ukweli wakati haina udhibitisho kwamba huyu mtu kabisa na kachukuliwa, na kama kachukuliwaje, ina maana ni njia ya nini? Ni njia ya kishirikina. Sasa serikali haiamini hicho kitu. Sasa hapo ndo tunakuja raia sasa. Mtu kikao kifika hii ni kweli bwana. Sasa serikali inatangaziaje ni kweli wakati yeye haiamini? Serikali kweli haiamini hivyo vitu. Na iweze kumwambia ni kweli kwa sababu haiamini. Haiamini, haiwezi kusema kweli. Lakini mimi pale pengine nikija so kwa akili yangu mimi. Ndio. Naweza kukaa upande wa serikali kwamba hawa kama wangekuwa wanakuja kwa sababu
yapo mambo ambayo ulikuwa unasikia mtu kauawa, kakatwa sehemu zake za asili. Hiyo unajua kabisa hizi ni mambo ya kishirikina. Na kuna hivyo vitu, kuna vitu wanaenda kufanyia, kuna mambo wanaenda kufanyia. Mara huyu suko kauawa kakatwa mkono. Unaona kachukuliwa sio kiganja, sio kile kiganja cha bahati, sio nini. Mambo unajua kabisa kakatwa kimepelekwa sehemu kwenda kufanywa nini? Kufanywa mambo yao ya kishirikina. Lakini mtu eti kaja kukushika bega alafu imeayuka. Ina maana anafanya kazi hiyo sasa. Ni mwanga, ni mshirikina ndiye anafanya kazi hiyo. Sasa mshirikina tena anafanya kazi hiyo ili iweje, yani anapeleka wapi? Hiyo bwana, hilo swali hilo linazunguka maana nasikia wanavyosema. Wanasema bwana wapo wengi. Yani wako wengi, utakuta huko siji Mbagala sio wapi. Kwa hiyo kwamba wapo wengi, kwamba yani mimi hata nikitaka nikienda kwa yule bwana nikamwambia bwana sikiliza ndugu yangu mshirikina nipe hiyo dawa na mimi ili nikienda nikimgusa fulani ipotee. Kwa hiyo yule bwana ananipa. Ina maana si kwa manufaa fulani ila kwa kukomoana au yani hii ndio maana hapa imekuwa kama imekaa haieleweki. Kwa sababu gani? Kwa hisia za haraka, kwa maana ingekuwa labda unanipa kitu kwa bana, ukienda kufanya hivi labda utakuwa tajiri, utapata mali. Basi ingekuwa labda kuna kinga yake, kwa maana mimi naweza nikaja hunioni nikakugusa ambapo unioni. Lakini sasa ina maana gani mimi nikuguse afu nipigwe? Unaelewa? Hiyo imekaaje? Yani mimi nije nikuguse afu tena nicheze kichapo. Alafu cheze kichapo. Na wachukui. Yani mimi sasa ile swala la neno kuchukua mimi naona kama waliondoka, kwa sababu hawachukui. Wachukui. Ila wanapunguza kabisa, inabaki kidogo. Kwa sasa inaonekana kama ni mtoto, ni mchezo wa kitoto. Yani sasa huu ni utoto tunaofanya. Kwamba wangekuwa wanachukua sawa. Kuna story fulani kwa ni ya wa Zimbabwe. Walikuwa wanawake wa Kizimbabwe. Walikuwa wanafanya hiyo kazi, lakini wao walikuwa wanacheza na sehemu za asili za mwanaume na mbegu za kiume. Walifanya hivyo vitu, mwisho wa siku kweli walikamatwa na machupa wamejaza vitu vyao na nyeti walikuwa nazo, ikaonekana kweli wanaweza kufanyia kitu. Lakini sasa hii mtu eti anakugusa hapa sio kama hamna, ila panasinyaa. Hapo potee kwamba kuna kitu panasinyaa. Sasa inakuwa ina maana gani? Angekuwa anabeba sawa. Anabeba anaenda kufanyia kitu. Labda unajua mambo ya siwazungumzii kusema labda na uhakika. Labda usikute unakuta labda wanawake, maana kuna kundi la wanawake na wanaume. Labda wamekasirika, maana sasa hivi mpaka wanaweza kuita wanaume mbwa. Sasa labda bana watu wakomeshe, unaelewa? Sasa hii yani imekaa mchanganyiko. Kwa kweli naumiza kichwa. Sasa kama ikifanywa hivyo kukomesha, basi ingekuwa ni grupu fulani la wanawake ndio wanafanyia wanaume. Lakini sasa mpaka wanawake wenyewe nasikika sasa hivi inaposikika wapo kwenye kundi hilo. Mimi siamini hizo propaganda, lakini kama ingekuwa ni kweli huyo mtu anafanya, yani hadi sasa hivi naombea aje tu tena atakuwa amepunguzia mzigo kabisa, amenipunguzia stress kwa wingi. Yani nitaishi vizuri mimi, unaona, nitakuwa sina stress, sina mambo mengi. Yani upande huo atakuwa kanitoa kabisa bwana nadhani hata malengo, mipango yangu yote itaweza kufanikiwa vizuri, kwa sababu upande unasumbua ndugu yangu. Yani kama ungetoa ningeshukuru sana, napumzika vizuri tu. Achaje upande wako ndugu yangu. Wewe utaki. Hata kutembea yenyewe. Wewe bwana. Sasa hivi ni kujifungia ndani tu ndugu yangu. Bwana kupunguzia majukumu. Majukumu, maisha yanaendelea. Maisha yanaendelea barafu. Lakini umesikia ndugu yangu. Kweli majukumu yanapungua, lakini alioweka hivyo, hebu kwanza tumkumbuke yeye, ana maana yake. Sawa. Alioweka hivyo vitu, sasa wewe kutolewa. Wewe ndio unajaribu kunishawishi. Sawa. Lakini ndo maana kuna siku mimi nikamwambia, tulikuwa tunaongea na Machai hapa. Tukawa tunasema usimwone mtu kajitoa uhai ukamuita mjinga. Kwa nini kajitoa uhai? Huyu yale aliyokuwa nayo alimsababisha mpaka kajitoa uhai yana uzito kiasi gani? Kwa hiyo unavyoona mtu anaamua kusema bwana mimi bora tu hizi ziondoke tu, mimi niwe huru. Yani nami kwa sababu unajua kabisa kwamba wewe acha kusema hizo sehemu ambazo ziko nani. Hata hivi vidole hivi. Unaviona kama vina kaza. Lakini kikitoka kimoja baba, shughuli kubwa. Lakini kuna mtu ambaye anasema mimi niko tayari kidole kimoja kiondoke. Kutokana na mazito niliyokuwa nayo, kutokana na hiki kidole basi mimi kiondoke tu.
Wapo watu wa hivyo. Unaona kwa mimi kwa upande wangu na mimi naona bwana mimi namkaribisha sana huyo mtu aje tu anishike bega yani. Mimi anishike tu kwa kweli yani shachoka mimi. Bwana hiyo mbaya. Hiyo mbaya. Nishachoka. Wewe. Bwana ndugu yangu Side, kiufupi ndio. Issue bwana mimi siamini, na kwa upande wangu sio kweli. Ni uzushi kama uzushi mwingine uliopita tokea nyuma huko. Unaona kuna kipindi ndio. Kuna kipindi sisi tulijifungia ndani tukaambiwa kuna panyaroli. Yani tuko tunatangazwa kwamba sasa hivi, yani wanakuambia sasa hivi wako Kawe, sasa hivi wamefika Magomeni, sasa hivi wako Kinondoni, sasa hivi si wako wapi, barabara zote zimefungwa, magari hayatembei. Sasa nikashangaa hivi ndio au vijana panyarodi ambao wameanzia Kawe wamekuja ile Kinondoni nzima, wakaikata Magomeni, wakafika Magomeni, wakatembea Ilala, wakavuka wakaenda Temeke, yani kwamba wao kwenye nchi, yani nchi haina ulinzi, haina usalama, haina polisi, haina nini. Polisi siku hiyo walilala usingizi wapo kabisa, na bahati mbaya wakasema Ilala kwa mkuu wa mkoa wakapita barabara, yani magari hayatembei, unaambiwa yani ni wao tu vijana barabarani. Hivi ni story ambazo unaona kabisa, lakini watu walitaharuki, watu tulifunga milango, tulijifungia kabisa. Mnapigiana simu, wewe wanakuja huko, huko wanakuja, watu tunaambiwa tumejificha, lakini kumbe kulikuwa kuna lolote yani hakuna kitu ndugu yangu. Ilikuwa ni story. Ndio hii story ambayo inakuja hii. Ilikuja story ya Popo Bawa. Baba ilikuwa shughuli. Tandale. Popo Bawa bwana ilitikisa watu. Watu wakawa wanatangaza wakiamka asubuhi, bwana kapitiwa fulani, kapitiwa fulani. Fulani kapitiwa Mbagala, si fulani kapitiwa. Makundi. Ikaenda ndio tukatoa wanaanza kwanza Popo Bawa yukoje? Wakaanza hadi kuchora hadi picha. Kipindi kile mitandao ipo lakini hazijaja AI. Kama Popo Bawa ingekuja kipindi cha AI, ingekuwa baraka. Kipindi hiki cha mitandao, baba tungepata tabu sana. Lakini sasa ilikuwa inafika mahali wanachora kwenye gazeti. Na tulikuwa tunaziona kwenye magazeti ya kina Kishigongo, yale ya udaku. Unaona, tunaona Popo Bawa imechorwa mle, eti liko hivi, lina meno, lina mikucha, si na nini. Kumbe ilikuwa ni uongo, ni taharuki, na watu kweli, yani watu waliamini. Sasa hivi bwana, ndugu yangu, kasi ya ukatisha. Sasa hivi bwana, kila unapotembea barabarani ni mwendo wa pini na laba bendi. Muangalie rafiki yangu. Pini na laba bendi. Vitu gani sasa hivi? Laba bendi. Pini na laba bendi. Sio kwa biashara. Nimesikia. Lakini wengine wakawa wanabishi wanasema, unajua mtu akiwa anabishi anakuja na anakuja na hoja. Ndio. Kama mimi ninavyosema sio kweli, na ninatoa mifano kwamba ishagatokea mambo kama haya ambayo yakuwa kweli. Unaona? Sasa kuna watu ambao wanakuja wanasema ni si kweli, ila hii imetengenezwa kwa sababu ya wanasema kuharibu story fulani. Kuna story fulani ambazo zina make headline sasa hivi, zinasumbua watu, unafanyaje? Kwa hiyo watu wanaamua kuleta hivi vitu ili kupoteza story fulani. Unaona? Nao wanasema hivyo, wanasema si kweli. Lakini mimi naamini kidogo, naiamini serikali, kwa sababu serikali hata kama haiamini hivi vitu, ila kama kuna ukweli wangedhibitisha na wakatoa onyo, kwa sababu ndio kuna mambo mengine ambayo serikali kwa mfano tunasema kama ushirikina. Serikali haina mambo ya ushirikina kama tunayozungumzia. Lakini likitokea jambo ambalo linaonekana lina utata, serikali kama serikali itaingilia kati. Kwani siku na mauaji ambayo yanatokea kwa njia za kishirikina, nasema kweli watu wameuana au fulani kafa wao kishirikina, na tunasema bwana, watu wanaotumia njia hizi waachane na hivi vitu, wamrudie Mungu. Ndio maana serikali wanakuja wanazungumza na sisi kwamba ni kweli ili jambo ni kweli, lakini sasa kiubinadamu sisi kweli hatuamini mambo ya kishirikina, ila kiubinadamu, unaona, tutoe sasa serikali pembeni, tukae sisi kama sisi kibinadamu, haitaki kuwa hivi na hivi na hivi, wangezungumza mbona. Ila sasa kwa sababu imegundulika kwamba si kweli, kwa sababu hakuna ambaye amepatikana, hiyo kitu haipo, au labda ni story tu, labda mmoja labda wa watu wangegusa labda mtu wa serikali mmoja ili tupate uhakika. Lakini sasa na hawezi kusema. Hawezi kusema. Unafanyaje? Utaenda kumgusa IGP wewe? Yani akajitoka kumgusa IGP. Maana IGP ndio anaweza kutoa habari kwamba bwana yeye ni kweli. Jamani ni kweli. Sasa hata IGP mwenyewe hataweza kuleta habari kwamba ni kweli bwana mimi sina. Hawezi akasema. So hivi kwa nini sasa sehemu inatuchanganya sana? Kwa nini mna nini lakini nyinyi watu nyinyi? Hivi kwa nini sehemu ikuchanganya sana?
Hii sehemu simple tu watoe tu. Kwani kuna shida gani nyinyi mbona kwa uga? Hapo ndo maji na mafuta yanapotengana. Hapana. Mmechanganyikiwa. Kwenye kutoa hapo hapana. Naanza kuamini walivyokuwa wanasema kwamba mzungu akiamka asubuhi ndio anajikuna kichwani kutafakari ya mbele na ya nyuma alikotokea, lakini Mwafrika akiamka asubuhi mkono na unazama huko chini. Sasa ndo naanza kupata picha yake. Kwa nini tunapata taruki na hiki kitu? Anaangalia ipo. Yale naangalia kweli ipo. Hii ngoma hii kweli imeamka asubuhi ipo. Na ipo, ni hakuna fikiri naenda wapi? Unaona? Lakini mzungu yeye anakuna kichwani. Kwa hiyo sasa naanza kuamini yale waliokuwa wanazungumza kwamba kweli huenda sisi bwana, sisi watu weusi tumewekeza sana nguvu zetu nyingi, akili nyingi hapa chini, kwa sababu tunaleta taruki kwa vitu ambavyo hata havina mantiki yani. Sasa umesikia ndugu yangu, sasa hivi bwana kuna wale ambao waliokuwa hawajabarikiwa. Unaelewa? Mtu alikuwa hajabarikiwa toka zamani. Basi akiona hivyo umatumate watu anatafuta sababu. Na eti yali imechukuliwa. Tena hao ndo wanachanganya. Arudishiwe. Hao ndo wanachanganya. Na anadai arudishiwe. Na kuna story nisikia kwamba kuna mmoja alichukuliwa. Baadaye aliyemchukulia akamkamata, akamng'ang'ania. Angalia story sasa zilivyokuwa, story za ajabu. Yaani mmoja amemchukulia mwenzie. Sasa mwenzie akamwona kabisa, wewe ndio umenishika bega, mimi sikuachii. Akamng'ang'ania we. Inasemekana mpaka polisi wakaingilia kati. Baada ya polisi kuingilia kati, yule bwana akamkamata, na huyo alikuwa anamng'ang'ania mwenzie akamkamata, akapeleka wote kituoni. Bwana inakuaje? Kwa sababu ni mambo ya kishirikina, unajua. Yule huwezi kumfungulia kesi, unaweza kumfunga. Wakatumia ustaarabu. Yule bwana akasema, akamwambia huyu aliyekuwa analalamika, bwana wewe nenda chooni, fanyaje? Nenda chooni ujisaidie, utakuja unipe jibu. Yule bwana akaenda chooni kujisaidia, kweli akakuta ile ngoma imerudi, ipo, lakini imerudi ni ndogo, sio ile aliyokuwa nayo. Kwa hiyo yeye anataka ile kubwa ambayo alikuwa nayo. Unaona sasa? Sasa ugomvi unaanzia hapo. Mtihani na jamaa anasema ndio kweli kanirudishia, lakini kanirudishia ndogo, sio ile. Mbona mimi kanirudishia hii ya mtoto, hii haiwezekani. Ile jambo. Unaona? Lakini hizo naamini kwamba ni stories za nini? Stories za mtaani, sio stories za kweli. Yani vitu ambavyo wanaleta tu taharuki na story tu, lakini sio kweli. Yani hiyo 100% sio kweli. Stories za ajabu hizo bwana, ni stories za ajabu na sio kweli. Hamna ukweli hata kidogo ndani yake. Ingekuwa kuna ushahidi, mtu anakuja na kisu kabisa, anavamia, anakata, anaondoka kabisa, mkono bwana yule kakimbia naye, tunasema kweli ya mambo yapo lakini kanigusa, imepotea. Sasa yani kwanza ni mchezo, basi umekuwa mchezo wa kitoto. Yani kugusana hivi haina maana. Sasa ndo nini sasa? Hiyo bwana inafanya watu hawatembei sasa hivi bwana, wanaogopa. Watu wanaogopa. Mmoja wapo mimi kasoro tu zile pini na raba bendi. Niliandaa raba bendi yangu, sema pini ndo nilikosa, maana pini sasa hivi 15,000 dukani. Kwa hiyo na pini zimepanda. Usikute mtu ameanzisha kiwanda chake cha pini huko. Tayari na babendi tayari. Alafu akaleta matukio. Baba kufanya ucheze mbali na mfanya biashara. Inawezekana ndio. Wanatumia fursa. Wanatumia fursa. Na mimi nilimuona dogo nyumbani pale. Mdogo tu, ni dogo tu, kwanza kwa darasa la 4. Kachukua raba bendi yake, kaitengeneza vizuri, kachukua na pini Sasa nikamwambia, "Oya, hiyo kitu gani?" Akasema, "Kwani hujajua bwana? Hujajua?" Nikasema, "Hujajua nini?" Nalinda na mimi nalinda. Mtoto darasa la 4, na hizo story umezipata wapi? Nimesikia. Kwani wewe hujasikia? Sasa nikafikiria hivi bwana, jamii sasa tunaipeleka wapi sasa? Yaani labda kuna kitu tu kinatengenezwa, ndo kama ulivyosema mwanzo. Na hizi taruki hizi sijui, yani siwezi kusema kwamba jamii tuliyokuwa nayo sasa hivi ni ya namna gani na kizazi cha sasa hivi ni cha namna gani. Lakini mimi najua zamani ilikuwa ni kama serikali ingesimama, yani ikaongea, unajua kuna zile kauli, yani zile komandi kwamba bwana ole, yani atakaye sikika analeta taruki, bwana sisi tunakula naye sahani moja. Na itakuwa fundisho kwa wengine wanaoleta taruki. Nadhani swala lingeisha. Lakini sasa jamii sasa hivi nao imeharibika. Yani sasa hivi nao wana akili, yani wana akili kama AI. Unaweza kufanya hivyo, mtu akamsakizia tu kweli, bwana au mimi kaniambia kwamba nimechukua, amenichukulia sini, ili mradi tukutia janga tu. Si wengi sana nimeona kwenye mitandao wanalalamika, mtu hajafanya hivyo anavamiwa tu, anapigwa. Anapigwa kwa makusudi tu, ili mradi tu mtu ananongwa zake. Mtu ana matatizo yake kitambo, labda mnadaiana huko, mtu ndo anapitia fursa hiyo sasa kumalizia hasira, labda
kipindi hicho mligombana, ulimshinda. Imekuwa shida bwana jamani. Hii bwana, hii taharuki inatokea jamani, sio kweli. Wananchi kuweni na amani na hamna kitu chochote kinachoendelea, hamna jambo kama hilo. Sawa, sisi tukubaliane kwamba hamna jambo kama hilo, na sijajua kwamba na wachungaji nao wanasemaje, mashe watu wa imani nao wanalizungumziaje hili, au na wenyewe bado wako kimya? Wachache sana, ila wengi wako kimya. Hapo ndipo tunapopoteza imani ya nchi, yani mustakabali wa nchi. Yani unajua sisi tuko vipi? Hapana, hiyo ni taharuki tu. Yani kuna maeneo wenyewe ni mabingwa publish. Taharuki na muda gani? Hata yani taharuki jinsi ilivyo inaweza kawa na siku moja, lakini sio siku moja. Ndio naweza nikasema, kwa mfano inaweza kawa kitu kina siku moja, lakini sehemu nyingine, yani eneo linaweza likatokea labda tuseme Mwanza, lakini watu wa Singida wakapublish. Sawa. Yani inakuwa kama nini wanasema zile, kama ni nyimbo unapiga promo, wakaipromo. Sasa ukishapiga promo, taarifa yoyote ambayo inahusiana na swala la kijamii, sawa, nchini Tanzania sisi Tanzania ni mabingwa. Tanzania ni mabingwa. Kumbuka Tanzania huwa tuna asili ya kuongeza chumvi kwa kila dote. Ndimu kabisa. Kwa mfano mtu akisema kwamba yule jamani nilimuona jana kaenda. Sasa yeye hawezi kusema jana kuna mtu fulani alimuona, mimi nilimuona jamaa kaenda sehemu. Anahitaji hadi sehemu. Yeye anajivalisha yeye na anahitaji hadi sehemu, na mwingine akikuta hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta mtu anaongea, kwa mfano mwingine anaweza kusema mimi kweli imenitokea, kama kuna taarifa moja nilipata katika chombo kimoja cha habari, niliangalia. Sasa mimi kweli imenitokea, lakini wamenirudishia. Sasa unaona kama ni habari fulani ambayo kwa nini ili iweje, yani kwa nini ni kwa sababu au pengine hata watu wa dini ndio maana wanaona hata kuongelea kitu kama hiki wanaona huu ni ujinga tu, pozi, sio vitu vya kuongelea. Lakini ni jamii pia, ni watu wao vile vile, sisi ni watu wao, na ukisikia kondoo ndio hivyo, kama watu sisi tuko kama watoto wao, unajua. Kwa hiyo yanatokea kama hayo, inabidi wasiyafumbie macho, maana yanaenea sasa, yanaleta na madhara sehemu nyingine. Sasa unajua watu wa kiimani, watu iwe Mkristo, Muislamu, katika nchi yetu sisi ndo madhehebu ambayo yapo juu sana, kubwa. Yaani watu ambao wana imani na Mungu, mara nyingi wao huwa watazami katika njia ya muhemko. Sielewa. Kwa mfano wao wanaweza katazama wakakuona huyu si kondoo, huyu ni kondoo kweli. Lakini wenyewe wanaangalia kabisa, wanaona huyu kondoo ndani yake kwa mbali kuna uchui. Lakini sasa unajua kuna vitu ambavyo vinaanza kidogo, yani mizaa, kama tunavyosema ni mzaa. Hili ni tukio ambalo linapita. Lakini sasa Side kazungumza neno fulani kwamba huu mzao unachukuliwa kwa watu kuumizwa, watu kuanza visasi vyao. Kuna watu wanaweka kisasi. Mtu anamsingizia kabisa, huyu kanigusa mimi kweli, imechukuliwa, anapigwa, anafanya. Sasa ili kuokoa jamii tusifike huko, inabidi wao waongee neno na wenyewe vile vile. Huku tayari serikali washasema sio kweli, hamna kitu kama hiki. Lakini na wao vile vile watuambie tena. Ndo juzi jana ilikuwa Pasaka, wangesimama tu, wangeongea tu, bwana hili jambo linalosemekana sio kweli, hamna kweli ndani. Sasa kwa mfano hii taharuki kubwa sana, watu wanaotumia pini pamoja na rubber band imetokea sana Mbeya. Yani Mbeya ndo sana, yani Mbeya na sehemu fulani, lakini yani kwa sababu labda ya mipakani kule, na kule ndo dini zipo. Na of course dini zipo, lakini vijana wengi sana ambao wamefanya hivyo ni wale watu ambao unajua wa mtaani tu. Inawezekana wana imani lakini sio ile kindakindaki. Lakini kitu kimoja, kwa nini imetokea hivyo? Leo ukienda pale Mbeya ukatoa kauli ya kwamba huyu bwana kanishika bega mimi nimeona, watu hawaulizi. Unaona sasa tatizo hili. Kumbuka watu jinsi walivyo huaga wanaona wachukue action ili wabaki salama. Yani kujijamii, wakati tayari washaanza kusema kwamba bwana ni uongo na nini na nini, tayari washaumia. Rest in peace. Sasa ili tusifike huko, ndio wasimame wazungumze. Sasa nani wa kuzungumza? Viongozi wa dini wasimame wazungumze. Sasa kiongozi wa dini yeye huwa azungumzi kwa miemko, wala kiongozi wa serikali anatumia fikra. Lakini kiongozi wa serikali ni rahisi zaidi kuchukua action ya haraka. Sawa? Kwa sababu wao wanalinda kimwili. Wale wa dini wapo kiroho. Yani kiroho ipo hivi. Kuna mwingine anaweza katazama hilo kwenye ulimwengu wa roho akaona kabisa ni uongo. Lakini unaleta athari sasa. Sasa athari, yani taarifa yoyote inapotokea mwanzoni,
kuna mazuri na mabaya ambayo yanaweza katokea. Kama ingekuwa watu hawauani au haitokea athari labda ya madhara mtu kupigwa labda kuzulika, inamaanisha ingekuwa faida kwa wauza pini na raba bendi. Lakini kwa kuwa inaleta taharuki pia ya mauaji au madhara fulani, kuumizana, hiyo inakuwa ngumu. Na sasa action yake kuchukua labda ni serikali, yani viongozi wa dini tutakuwa tunawaonea sana, kwa sababu wao hadi wachakate hivi unazunguka kote huko, unajua unazunguka sana hivi, kukaa kwenye madhehebu ukasema jamani, tunasikia mtaani kuna swala fulani linazungumzika bwana, ili swala bwana inavyoonekana kuna watu wanaona, kwa sababu tena ndo dini ndo kipaumbele kuzidi hata serikali, ili tunasikia bwana wanazungumza, lakini kwa sababu wao watu wa dini wanazungumza na yani wako karibu sana na raia wao kuliko hata serikali walivyokuwa karibu sana na raia. Unalijua hilo? Vitu vya msingi kama hivi tunaviacha. Jamani, tunaishia hapo kwenye hili swala la nyeti za wanaume zinachukuliwa. Nimesikia na wewe bwana Sida anasema kwamba nyeti za wanawake na lakini nyeti za wanawake bwana hazichukuliwi, na hamna swala kama hilo, ila wanaume ndio wanaochukuliwa, zinayuka kabisa, hazipo tena. Hili swala mimi nalisimamia, sio kweli bwana. Ndugu yangu kameramani, ni unasemaje? Kuna ukweli ndani yake? Mimi siamini hiyo bwana Side. Hizo ni habari tu za propaganda za popo bawa. Stories za jaba. Jamaa, tunashukuru sana ndugu watazamaji, tuendelee kuwa pamoja. Kuna vipindi vingi sana tutakuwa tunazungumzia kama hizi story. Zinaonekana kama ni stories za ajabu, lakini kuna ukweli ndani yake. Kwenye maneno 10 lazima utapata maneno 3 ambayo ni ya ukweli na atakayokugusa, kama sio wewe basi mwingine na mwingine na mwingine. Tunashukuru sana, tuendelee kuwa pamoja. Msahau kwa mna subscribe, mna comment, mna share, mna like. Tunazungumza, ndio hivyo maisha yanaenda. Sote ni wa Tanzania. Bye.